Eternal Father, I offer you the body and the blood. Asante kwa Jehova Mungu ambaye ametuwezesha tukafika hapa. Wacha tuombe ndipo tuendelee na kuhubiri. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumeshukuru jina lako. Jina lako inuliwe juu. Neno ambayo nitakapohubiri hapa ni neno lako. Watu wote ambao watasikia ni utu wako, uliwaumba kutoka kwa utu wako. Baba, tazama huyo atakaposikia ujumbe, na kama kuna shida umuondolee. Matatizo na yale haiwezekani itawezekana leo. Jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen, amen, amen. Majina zangu kamili ni Bishop Nereah Mbewa, kutoka kwa kanisa ambayo inaitwa Hope for Good in Christ Church. Tuko na makanisa mengi. Utakapotaka hata moja, niko tayari nikuonyeshe. Nyuma ya ujumbe utachukua namba yangu ili unipigie nikuonyeshe mahali tuko. Ninataka nihubiri ujumbe ambayo Bwana amenipatia. Nataka nitangaze ya kwamba tuko Mbewa, tuko Kandiege, tuko Mombasa, tuko Nairobi, tuko mahali popote tu. Ukitaka utanipigia, nitakuonyesha. Wacha nisome kitabu cha Wakorintho wa pili 10:3. Tusikie Bwana ananena nini nasi. Agano inasema ya kwamba maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangamisha ngome, tukiangamisha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Ninataka niseme kutoka kwa hii kitabu, niko na maneno mawili tu, kama ni nyingi ni 3. Yenyewe tumeishi hapa ulimwenguni, lakini ile vita ambayo tunapiga sio vita ya kimwili. Na zile vitu za vita tunapiga naye vita sio za kimwili, lakini ni vitu za vita ambayo tunachukua kutoka kwa Bwana. Hata saa hii tuko hapa ninahubiri, hata wewe unasikia nikihubiri, na pia umejua ninahubiri, na unaelewa tunahubiri. Hata ingawa hivyo, tuko na vita ambayo tunapiga. Wewe mahali uko na vita. Uko na vita ya kijamii, uko na vita ya kimwili, uko na vita ya ndoa, uko na vita ya masomo, uko na vita ya kujenga, uko na vita tofauti. Hapa ndio agano inasema, hata ingawa tuko hapa ulimwenguni kimwili, lakini vita ambayo tunapiga sio ya mwili, wala vitu zetu za vita sio ya mwili. Tunapiga vita ambayo sio yetu. Yani hatuwezi tukapiga vita kama tuko peke yetu. Kama hatuna Mungu, hatuwezi tukapiga vita na tushinde. Lakini kwa Mungu vita zote tutapiga na tutashinda. Agano inatueleza ya kwamba hata ingawa hivyo tunaenda katika mwili, lakini vita ambayo tunapiga sio ya mwili.
silaha za vita ambayo tunapiga naye vita sio za mwili. Vita ambayo tunapiga yenyewe, tunakuanga na vita nyingi. Hata sasa hivi ninaongea sasa hivi, kuna mtu anaenda kukunywa sumu sababu ya vita ambayo anapitia. Sasa hivi ninaongea, kuna mtu anapitia vita mpaka inambidi asanye vitu zake atoroke nyumba yake. Hata sasa hivi ninaongea, kuna vita ambayo mama mwingine anapiga na mbuke mwenzake. Hata sasa hivi ninaongea, kuna vita wengine wamekuandalia ili wakuje wachukue vitu zako na auctioneers. Tena wamepanga hiyo mpango mpaka ikaingia. Sasa niko hapa nikwambie, ile vita ambayo tunapiga si ya kimwili. Hatuwezi tukashinda vita ambayo tunapiga na mwili yetu. Vita tutashinda kama tumeshika silaha ya Bwana. Hata sasa hivi nahubiri, kuna mwingine anapiga vita, alipigwa akanyoroswa mpaka sasa hivi ako mgonjwa. Hiyo ni vita. Kwa ajili tuko kwa mwili, na vita ambayo tunapiga sio ya mwili, wala vitu za vita ambayo tunapiga nazo sio za mwili. Ni vitu za vita za Mungu, yani silaha za vita za Mungu. Agano nasema hizo vitu za silaha, si hizo silaha tunachukua kutoka kwa Mungu. Niko hapa nikwambia, hata kama wametengeneza makao kwa ajili yako, chukua silaha kutoka kwa Bwana. Bwana atakupigania vita. Mimi kulikuwa na wakati nilikuwa na vita, mpaka nikakuwa mjinga. Nikakuwa kama yule akilinuzi, yale yaoni nasiki niko tu. Nikakaa kama bubu. Vile nilikumbuka ya kwamba vita ambayo tunapiga si ya mwili. Mpaka nikajua ya kwamba hakuna kile ninaweza kufanya. Hiyo vita ilikuwa kali. Lakini nilinyamaza kimya. Kwa nini? Kwa maana agano inasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Niliona nikipiga na mwili nitaumia ama nitauliwa. Ndipo nikaona silaha za vita si za mwili. Ili nibidi ninyamaze kama kipofu, yani sioni na kumbe ninaona tu. Kama bubu yule jui kuongea na kumbe nimejua kuongea. Ni kama yule ana mtetezi, lakini niko na mtetezi. Sikuwa nikitaka nijitetee mwenyewe, nilikuwa nataka mtetezi wangu anitetee. Mpaka ikafika wakati nilisomeshwa, yani walinisomea, yani walinionyi kama mtoto mdogo. Mimi Mungu alinishikilia, nikanyamaza. Wacha nisome agano. Maana ingawa tunaenenda
katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha zetu za vita si za mwili, zinatoka juu kwa Mungu. Ninakwambia ile vita unapiga, usipige. Wacha. Tafuta Mungu. Enenda kwa mwendo za Mungu. Sikia sauti ya Bwana. Angalia Mungu na macho yako. Yaani tazama Mungu. Wacha vita vyote. Sababu vita ambayo tunapiga si za mwili. Mama, nimejua ya kwamba shida imekushinda na umetosheka. Umejaribu kupiga vita, haiwezekani. Umejaribu kusanya watu wakusaidia, wakusaidii. Umejaribu kutafuta ukata kauli, hawaja kukatalia kauli. Umejaribu na njia zako zote, mpaka juzi juma yako ikabomolewa. Niko hapa nikwambie, vita si zako. Wacha vita ziwe za Mungu. Hata silaha za vita ziwe za Mungu. Utaona kama unashinda hiyo vita. Kuna wanawake wengi ambayo mabwana zao wametupa. Alimpatia mimba, haimjalishi sasa. Lakini silaha ambayo utapiga naye hii vita kubwa hii. Silaha ambayo utapiga naye hii vita kubwa hii. Sio silaha ya mwili. Ni silaha za Mungu, zinatoka kwa Mungu. Tuko tayari kupiga vita sasa na silaha ambayo zimetoka juu. Glory be. Asante Mfalme. Silaha za Mungu ndio tutapiga naye vita sasa. Wacha nisome namba 4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zitaangusha, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka juu ya elimu ya Mungu. Agano inatueleza hadharani ya kwamba ile vita ambayo inatukujia si zetu, tusipige kimwili. Ana kama tumbo ndio inakuuma, umeshindwa na kuzaa mtoto, usipige vita kimwili, kiulimwengu. Njoo kuja kwake Yesu, akuumbie mtoto. Utazaa mtoto na utabeba. Hata kama uko na ugonjwa ya blood pressure, njoo kwake Mungu, atakutibu. Hata kama na ugonjwa ya viungo, ya mafupa, ya mizipa, njoo kwake Mungu, atakuponyesha. Silaha za vita ambayo tunapiga zio za ulimwengu, lakini ni silaha kutoka kwa Mungu. Niko hapa nikuambia, hata kama watu wamekuambia uwezi, usibabaike, usitetemeke, simama imara. Chukua silaha kutoka kwa Bwana. Usimjibu. Ukitaka kumjibu, rudi chini, rudi nyuma. Chukua silaha za Mungu. Wacha Mungu ajibu swali zako. Kwa vile uwezi ukamaliza vita,
Huwezi ukapiga vita. Huwezi ukamaliza vita. Huwezi ukapita vita. Lakini kwa ajili ya silaha kutoka kwa Bwana tutamaliza vita. Kwa ajili ya silaha ambayo inatoka juu mbinguni, vita tutashinda. Vita itaisha. Sasa ingine unatafuta njia ya kujenga nyumba, imesindikana. Maisha yamekuwa ngumu kwako. Kazi hakuna, pesa hakuna, chakula hakuna, nguo hakuna. Unatembea ukiongea peke yako kama wazimu. Wewe sio wazimu, ni vita imekuanukia. Lakini ngano inasema wasiwazi ya kwamba hatupigi vita kimwili. Vita tunapiga na silaha kutoka juu. Chukua silaha kwa Bwana, piga naye vita. Utashinda hiyo vita. Kwa ajili vita si yako. Vita si ya ulimwengu. Wewe ukapiga vita na hekima. Wewe ukapiga vita na elimu yako. Lakini vitu za vita tunatoka juu. Tunachukua kutoka juu. Mungu pamoja nasi. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ile vita ikikukujia usipige. Glory. Maana silaha zetu za vita, ama silaha zetu za vita zetu, zinatoka juu kwa Mungu. Leo ninasikia kwa roho yangu ya kwamba kuna vita unapiga. Umeipiga kuanzia mwaka 2017. Imesindikana. Wakakunyang'anya ng'ombe zako zote. Hakuna chochote ulifanya sababu una njia ya kufanya. Vile hukujua silaha uko nayo ya Mungu. Sasa wameandika barua tena. Wanakuja kunyakua vitu zingine. Simama imara. Chukua silaha kwa Bwana. Bwana atangusa ngome. Hekima yao itakuwa ujinga. Mafikira yao itafunga, Mungu atafunga. Hiyo yote wamepeleka kotini. Mungu atapoteza mafaili. Mungu atanyachukua vita mkononi mwake. Vile silaha za Mungu ndio tunashinda naye vita. Maana Mungu hakuna uwezo kwa kutushindia vita. Sisi pia lazima tujue ya kwamba silaha za vita vyetu zinatoka juu kwa Bwana. Leo niko hapa nikueleze ya kwamba silaha ya vita zako zinatoka kwa Bwana. Haitoki kwa kujua kwako. Haitoki kwa marafiki. Haitoki kwa pesa yako. Umejaribu kutibu ugonjwa ambao inakuumiza. Silaha ya kumaliza hiyo ugonjwa inatoka kwa Mungu. Sasa ningependa tuombe na mtu ambaye anasema ya kwamba mimi kama sio Mungu siwezi. Mimi nimejaribu na njia zote. Siwezi. Nimejaribu na hekima yangu. Siwezi. Nimejaribu na masomo yangu. Siwezi. Nimejaribu na watu wa ukoo. Siwezi. Nimeenda hata kotini. Siwezi. Leo nimegundua vitu zangu za vita zinatoka kwa Mungu. Ninataka Mungu anipigie vita. Vile kama sio Mungu siwezi nikapiga vita nimalize.
Lakini kama ni Mungu, nimejua nitashinda vita. Niko na swali. Vita gani umepiga mwaka na mwaka lakini imeshindikana? Vita gani umejaribu, shaitani na kudanganya unaenda kumaliza na kumbe inaanzishwa? Ni nini inakusumbua akili, mawazo? Ni nini inakushinda kukula? Ni nini inakunyang'anya usingizi? Ni nini inakufanya ushike watu wengine, maadui zako? Hapana, vita si yako. Una silaha ya vita. Hatupigi vita na mwili. Silaha zetu zinatoka kwa Mungu. Silaha za vita vyetu zinatoka kwa Mungu. Na hizo silaha katika Mungu zitamfunja ngome. Itaangusha ngome. Mimi najivunia wokovu, ndiyo fahari yangu. Na wewe unajivunia nini? Leo hii nimejua vita siwezi nikapiga na mwili na nyama. Vita, kitu chetu cha vita inatoka juu mbinguni kwa Baba. Silaha za vita ni katika Mungu. Ningependa nikueleze ya kwamba vita gani umepiga ikasindikana. Niko hapa nikueleze hadharani mbele ya watu. Ikiwa uko na sikio, sikia kile roho ya Mungu inaeleza watu wake ya kwamba leo unaenda kushinda vita. Chukua silaha za vita, ufunye naye ngome, uangushe naye ngome. Silaha za vita zinatoka kwa Mungu. Zinatoka kwa Mungu. Chukua sasa. Nami pia ninasikia kuna uwepo wa Mungu. Kuna nguvu ya Mungu inateremka chini kukusaidia kupiga vita. Usibabaike. Usilie. Machozi yametiririka ya kutosha. Tazama Mungu. Chukua kitu cha vita za Mungu. Anza kupiga vita na kitu cha Mungu cha vita. Silaha zetu zinatoka kwa Mungu. Chukua silaha sasa. Tushinde naye vita. Sababu vita ambayo tunapiga si zetu. Sio vita za mwili. Sijui kama unaelewa ya kwamba vita yako leo, chukua vitu za vita kutoka kwa Mungu. Mungu ako tayari kukupatia kitu cha vita. Wacha Mungu akupigie vita. Hata akikupatia utajua njia ya kupiga vita. Sasa eleza Mungu akupigie vita, akushindie vita, akunyoroshie mkono, afukuze maadui zako. Sababu agano inasema ya kwamba maadui zetu watakuja kwa njia 7, watakuja kwa njia 1. Lakini vita ambayo Bwana atapiga nao itafanya watoroke kwa manjia 7. Sasa wewe, vita gani imekulemewa? Umelemewa na vita. Sasa ingine unaendanga kwa hospitali, unaingizwa kwa wodi kila wiki, kila mwezi. Kila siku unarudishwa. Hiyo pia ni vita. Kuna watu wamekunyang'anya mali zako. Hiyo ni vita. Wengine wanaongea juu yako mpofu. Hiyo ni vita. Wengine wanakuchekelea, wamekudharau. Hiyo ni vita. Nyumba yako imebomoka. Ndoa yako imeharibika. Hiyo ni vita. Watoto wameshindwa na kuenda kwa shule. Hiyo ni vita. Wengine wanaenda na wajui. Hiyo ni vita. Vita uko naye gani? Umetafuta kazi imesindikana.
hiyo ni vita. Ukitafuta ukipata ulipwi, hiyo ni vita. Niko hapa, Mungu amenituma na hii ujumbe nikwambie vita leo utashinda ukichukua vitu za vita za Mungu. Ni Bwana ndiye amenituma. Bwana alinituma nikuelezea kwamba vita si zako. Vita ni za Mungu. Na Mungu atakushindia vita. Na ukitaka kushindie, chukua silaha za vita za Mungu akushindie naye vita. Hakika Mungu yuko, anatenda kazi zake. Ukweli, Mungu yuko, anatenda kazi yake. Leo hii utajua dharani ya kwamba Mungu yuko, anatenda kazi yake. Utaona vile Mungu atakushindia vita. Yeye yuko akushindie. Mungu yuko akutendee. Mungu yuko afanye kazi yake. Hakika Mungu yuko anatenda kazi zake. Mimi mwenyewe nimemwona na macho. Ikiwa inatakikana wale wameona Mungu wakiwapigia vita ni mimi. Kwa hivyo si ubiri kile kimenishinda, ninahubiri kile imeshindwa. Yaani ninahubiri neno ambayo imeshinda mapepo. Maneno ambayo inashinda vita. Inapiga vita. Inanyorosa vita. Inaangusha ngome. Na ukitaka, tuko hapa sasa. Mungu anakutaka. Mungu anataka kushindie. Mungu anataka kuwezee. Mungu anataka kuongeleshe. Mungu anataka akurudishe kwake. Mungu anataka akufariji. Mungu anataka kubembeleze. Mungu anataka akupatie furaha. Mungu anataka akupatie maisha njema. Mungu anataka kupatia maisha nzuri. Mungu anataka kupatia watoto. Mungu anataka kupatie nyumba. Je, uko na nini unataka Mungu akufanyie? Je, kuna kitu unataka Mungu akufanyie? Kwa hapa nikuelezea kwamba tumejenga kanisa yetu kwa ajili ya Mungu. Kama sio Mungu hatungeweza. Hata ingawa hivyo hatujaweka paa kwa njia inayofaa kwa Mungu. Ile paa tuko naye haipeani utukufu kwa Bwana. Lakini kwa hayo yote, mahali Bwana ametutoa, tunamuita Ebeneza. Sababu hatungeweza. Kama sio Mungu hatungefika mahali tumefika. Kama ingekuwa Mungu hatungekuwa vile tulivyo sasa. Ninakwambia wewe, ikiwa unataka Mungu akusongeze, ukitaka Mungu akupitishe, ukitaka Mungu akushikilie mkono, ukitaka Mungu aende na wewe, ukitaka Mungu akufanyie, ukitaka Mungu akuguze, ukitaka Mungu abadilize kasi ya mwovu Shetani, alete zake mazuri, niko hapa nikwambie Mungu yuko. Na utaona nguvu za Bwana. Utaona miujiza na ishara. Utaona uwepo wa Bwana. Utaona ushindi wa Bwana. Wacha tuombe na wewe kwa ajili Mungu ako hapa afanye kazi. Mungu alinituma, kaniambia atafanya kwa wale watakubali. Wale watapokea ujumbe atawafanyia. Mimi ninakutazama ndani ya Roho Mtakatifu. Ya kwamba uko na shida mpaka hata nikihubiri hivi, unaongea mwenyewe, unalia machozi, unafanya tu mkono hivi. Unafikiria iwezekani. Lakini Mungu ameniambia atakuwezea, usisahau. Hebu shika TV.
mawazo, wacha kulia, wacha tatizo, wacha kuongea peke yako. Shikilia TV. Shika hiyo TV, weka tu mkono. Nimejua Mungu ambaye ninahubiri. Nguvu zake zote itatoka ndani ya TV, itakuangusha. Na itaanguka kwako na utaona Mungu. Hebu tuombe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, muumba wetu. Ewe Baba, ubadiliki kamwe. Ulimwengu na vitu zake zinabadilika, lakini wewe ubadiliki. Agano inasema kupitia Yeremia ya kwamba umetupangia vitu vizuri, sio mabaya. Huyo ameshika TV, ako na shida. Lakini agano inasema umetupangia mazuri. Umpangie mazuri, umpatie mazuri. Mabaya uondoa. Hata kama analilia karo ya shule, ondoa mabaya, umpatie mazuri. Jina lako itainuliwa na jina lako itaongezeka kujulikana. Jina lako itainuliwa. Tutabariki jina lako kwa vile umefanya miujiza na ishara maishani mwake, bomani mwake, ndoani mwake, kazini mwake. Vitu vyote ambaye alikupatia, vitu vyote alikukabidhia, vitu vyote Baba, tumeshukuru jina lako kwa vile umepokea sala zetu. Baba, usitutupe, usituache. Agano inasema wachi watu wako. Tumejua ya kwamba agano inasema chochote tutakapoomba katika jina la Yesu Kristo utatufanyia, ili jina lako itukuzwe kwa mwana. Baba, tumekubali kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Utufanyie, tumeomba tukiamini. Amen. Mimi ambaye nilikuwa nikinena na wewe, majina zangu zote ni Askofu Nereah Mbewa. Mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi nimeokoka. Tuko na kanisa mingi sana. Ukitaka kujua mahali kanisa zetu ziko, nitakueleza ukitaka. Kwa hivyo sitaharibu wakati. Chukua namba yangu ili upige. Ukitaka kupata silaha za vita, piga hii namba tuombe, Bwana akupatie. Ukitaka kushinda vita, piga hii namba tuombe, Bwana akushindie. Chochote ambayo unataka kwa Mungu, piga hii namba tuombe. 0720403913. Na ubarikiwe tutakapokutana. Sasa zingine unaweza kutaka ushiriki nasi. Chukua hiyo namba, tutakuelekeza mahali utashiriki nasi ili upokee hiyo jumbe yote. Hiyo jumbe iko na dhamana kubwa. Chukua hiyo namba, piga, tutakuelekeza, sababu unaweza kutamani kusali nasi. Mungu akubariki sana. Tuonane wakati wa Mungu. Amen. Eternal Father,